Mtazamaji Global TV, mimi naitwa Korumba Le Babas na hii ni The Big Interview kutokea Global TV, na niko leo hii na Mheshimiwa John Wagese Heche. Ukimtafuta kwenye mtandao maarufu wa kuhifadhi kumbukumbu na taarifa za watu maarufu duniani wa Wikipedia, utakuta kuna taarifa chache kumhusu. Ameandikwa kwamba ni John Wagese Heche ni mwanasiasa Mtanzania na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Chadema. Amechaguliwa kuwa mbunge wa Tarime mnamo mwaka 2015 2020. Amezaliwa Julai 14 mwaka 1981. Baada ya hapo hakuna taarifa nyingine zozote labda kumhusu. Tuko naye hapa, yeye atatufahamisha kidogo kwa wale ambao hawamfahamu nje ya siasa, na hizo taarifa nyingi zimewekwa kutokana na wasifu wake labda kisiasa. John Heche ni nani hasa? Karibu mheshimiwa. Asante. Mimi naitwa John Heche kama ulivyosoma hapo. Taarifa za Wikipedia ni kwamba ni taarifa ambazo wao wenyewe labda wanakusanya, wanaingiza. Hawezi kuwa na information ya kila mtu, kwa maana sio watu wote kwenye Wikipedia wana taarifa zao. Na ni taarifa ambazo zinaweza kubadilika kulingana na labda unavofeed taarifa, au ukiamua kuzibadilisha pia kwa kuwatumia. Kwa hiyo kuhusu mimi ndio hivyo, nimezaliwa mwaka huo uliotaja hapo. Nimesoma shule ya msingi kwa sababu sisi tuko mpakani mwa Kenya na Tanzania. Nimesoma shule ya msingi Nyamaharaga pale upande wa Kenya Hispania. Na baadaye nikaja Tanzania, nikasoma shule ya sekondari Bulima. Nikahitimu kidato cha 4, nikachaguliwa nikaenda Msoma Alliance, au inaitwa Msoma Sekondari au Msoma Technical. Na nikamaliza pale, nikasoma chuo cha walimu Bunda, na baadaye nikasoma degree yangu sauti pale. Baada hapo maisha yakaendelea. Nje ya siasa, kabla ya kuwa mbunge, shughuli gani ambazo uliwahi kuzifanya? Unajua mimi niseme tu kwamba actually kwanza mimi nilipata kuajiriwa kama mwalimu wa shule ya sekondari, ingaji kwa muda mfupi sana tuseme. Yes, nimeajiriwa kwa muda mfupi. Baadaye nilipoenda chuo, kwa sababu mimi nilisoma diploma, baadaye nikaenda kusoma degree. Nikiwa chuoni pale mwaka 2008 mimi niligombea udiwani. Actually niligombea kwanza ubunge, nikashindwa kura za maoni za ndani ya chama chetu. Lakini nikateuliwa kugombea udiwani wa kata ya Tarime mjini. Hiyo ni mwaka 2008. Okay. Ilikuwa by election na nikashinda, nikawa diwani wa kata Tarime mjini. Na baadaye baada ya mwaka 2010 tena, ambapo nilirudi kugombea ubunge, sasa marais kugombea na udiwani. Sikushinda kura za maoni, nikashindwa tena. Nikawa nimebaki kuwa mwanasiasa kwenye chama chetu. Na mwaka 2011 nikawa nimechaguliwa kuwa mwenyekiti wa vijana. Then after hapo maisha yangu yamekuwa tu ni maisha ya siasa mpaka leo. Okay, historia inaonyesha ulianza siasa ukiwa mtumishi wa umma kama mwalimu wakati pia uko chuo. Inaonekana ni rahisi sana kufanya hivyo ukiwa kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya chama tawala. Sababu ukiangalia hata viongozi wa chama cha walimu Tanzania CWT wameshaonyesha mlengo wao kwenye siasa na haiwaletei shida, lakini changamoto imekuwa kwa watumishi wa umma hasa walimu kuonyesha huo mlengo wao hasa wanapotumikia vyama vya upinzani. Wewe ilikuwaje kipindi hicho? Kwanza mimi sijai kutishika na kitu chochote kwenye maisha yangu kwamba niogope kufanya jambo sahihi na la kweli na ninaloliamini kwa sababu eti mtu fulani ananitishia kwamba atachukua kitu fulani, labda huo walimu, labda ni mshahara. Mimi hivyo vitu siviamini. Na ndio maana hata wakati mimi ni miongoni mwa watu ambao Rais Magufuli alimwambia hautakuwa mbunge, nilikuwa najua hivyo kwamba wangetumia nguvu kubwa sana, lakini sikuwahi kutishika na hivyo vitu. Wengine kwa sababu ya kufikiria kwamba nitaishije bila kuwa mbunge, waliruka fensi wakaenda upande wa pili labda kutafuta hiyo nafasi ya kupata ubunge. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna ushamba mkubwa, ubinafsi, uchoyo na kutokujiamini kwa chama kilichopo madarakani. Tangu mwaka 92 tuliporuhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa, tulipaswa kufanya mifumo yetu
iaccept na ikubaliane na ushindani unaotokana na vyama vingi vya kisiasa. Lakini sisi tunaishi kwenye mfumo wa chama kimoja, mfumo wa CCM ndani ya mfumo wa vyama vingi. Sasa mambo hayaendi. Mathalan, nitakupa mfano kama 4-5. Unawasikia viongozi wengi sana wa serikali, viongozi wa dini na nini, unasimama kwenye mkutano wa kiserikali, mtu anasema tuna viongozi mbalimbali wa chama na serikali. Unakuta hapo kuna viongozi wa vyama vingine vya siasa, lakini yeye anasema viongozi wa chama na serikali. Rais anasimama anasema viongozi wa chama na serikali. Waziri mkuu anasimama anasema viongozi wa chama na serikali, wakati kwenye mkutano huo huo kuna viongozi wa vyama vingine. Maana yake nini? Ni kuambia watu wa vyama vingine, nyie ni takataka, nyie you are not recognized, nyie ni insignificant. Sasa tuna mfumo wa vyama vingi tangu mwaka 1992. Unawezaje ukasimama kwenye mkutano wa kiserikali, kuna viongozi wa vyama vingine, ukatambua viongozi wa chama chako tu, na wakati kuna viongozi wa vyama vingine? Unawezaje ukasimama kwenye mkutano kwenye nchi ya kidemokrasia ukataka kuleta mfumo wa party supremacy, kwamba kuonesha chama kingine ni very important kuliko vyama vingine? Ukienda kwenye mawilaya, ukienda kwenye mikoa, viongozi wa CCM wanaonekana wao ni viongozi wa maana kuliko viongozi wa vyama vya upinzani. Sasa hilo ni jambo mojawapo linalosababisha watu wengi hata walioko kwenye vyama vyetu hivi wanaogopa, wanashindwa kujiidentify na vyama vyetu. Haya, wafanya biashara. Hebu angalia kwa mfano. Hivi unaamini kabisa kwamba ni coincidence kwamba wasanii wote, wafanya biashara wote, watu maarufu wote, kwamba wote wamezaliwa wanapenda CCM na wanakubaliana na CCM? Wengi, kwa sababu pia tumejenga taifa la watu wanafiki, wanaamini kwa kuwa kwao CCM wako salama, kwa watu wanaogopa kujiidentify. Hivi nchi hii, nikuulize tu Koruma, Mwalimu anawezaje kuwa CCM? Wewe jiulize hilo jambo. Kwa ukweli wa Mungu kabisa, kwa jinsi ambavyo serikali ya CCM imedhalilisha taaluma ya walimu, imewadhalilisha walimu mmoja mmoja, imewafanya waonekane kwenye jamii sio watu wa maana. Kwenye nchi zingine zilizoendelea, professional ya walimu, kwanza duniani hapo kuna professional kama 3-4. Ni professional ya walimu, ni udaktari, na ni mawakili. Ingine hizi ni kazi. Lakini leo walimu wanadharaulika. Mwalimu ni mtu anayedili na saikolojia ya binadamu. Watu wengine utamkuta ni afisa mifugo, na sisemi kwamba ni mbaya, anadili na saikolojia ya mifugo. Mwalimu anadili na binadamu. Binadamu ndio kiumbe ambaye ametengeneza gari, ameumba binadamu, ameumba kila kitu, ametengeneza ndege. Mwalimu ndio anamuunda huyu mtu saikolojia yake, anamkuza kimakuzi lakini sisi imewadharaulisha walimu. Sasa leo unaona kiongozi wa chama cha walimu anaji-identify na CCM, ambayo kupitia serikali yake mwalimu analipo mshahara ambao ukweli wa Mungu kabisa hauwezi kumfanya kujenga nyumba tu, ambacho ni kitu basic. Kwa ukiona wanaji-identify nao, ni kwa sababu wanaamini ukijipendekeza kwa CCM wewe binafsi unaweza kupata manufaa. Sio walimu kama taaluma au walimu wote wanaweza kupata manufaa. Wanajipendekeza. Yaani wengi wanajipendekeza. Sasa mimi tabia za kujipendekeza, tabia za hofu sikuwa nazo. Mimi nimeji-identify na Chadema, nikaamini sera zao, nikaamini ndio watu wanaweza kunani, na nikiwa shule, nikiwa mwalimu, wakati nafundisha, nilikuwa wazi kabisa kwamba mimi ni mwana Chadema. Hawakusumbua. No, iko hivi. Kipindi cha nyuma pia mambo hayakuwa mabaya hivi. Kuna kipindi hapa nyuma mambo hayakuwa mabaya hivi. Mambo yanaanza kuwa mabaya sana kwa kutisha watumishi, kwa kutumia nguvu kubwa,
kipindi cha Magufuli na kuendelea kwa sasa. Lakini hapa nyuma watu walikuwa wanaji-identify na sheria na taratibu zetu hazizuii mtumishi kama mwalimu, zinazuia askari, majeshi ndio wanazuiliwa. Lakini kuna askari wanaji-identify na CCM, wao wamezuiliwa kwa sheria. Lakini watumishi wengine wote sheria inasema wanaruhusiwa kuwa wanachama wa chama chochote cha siasa wanachokichagua, ikiwemo CCM, ikiwemo Chadema, ikiwemo TLP, hata walimu wanaruhusiwa. Lakini mahara pa kazi, wakati huko kazini, huruhusiwi kwenda na sare hiyo, huruhusiwi kufanya siasa pale maeneo ya kazi. Na mimi hayo nilikuwa nazingatia. Nikitoka kwenye kazi zangu, nikienda huko mtaani, naruhusiwa kupanda jukwani na nikaeleza kwamba CCM imeshindwa. Hata sisi walimu ndio tulipo mshahara kidogo. Na wakuu wako hawakuwa na shida katika hilo, au waliwahi kuitaita au kawaelewesha? No. Mimi ukweli wa Mungu kabisa sikuwahi kupata hiyo shida, kutishiwa mpaka mimi mwenyewe nilipoamua kuquit kabisa. Sikuwahi kutishiwa, na actually mimi nimekuwa mwalimu kwa kipindi kifupi sana. Niliajiriwa, baadaye mwaka ule ule nilioajiriwa nikaenda chuo. Nikiwa chuoni nikachaguliwa kwa diwani. Na hapo tayari wakasitisha mshahara na nini. Kwa tayari nimeshakuwa diwani, nimeshakuwa kwenye mfumo wa kisiasa moja kwa moja. Okay, kwa sababu umezungumzia swala la hasa walimu na kuonyesha kwa namna ambavyo wao ni wengi, lakini kama kuna maslahi yao unaona kwamba hayako sawa. Unahisi changamoto ya wao kutofanya mabadiliko ya kujikwamua katika namna hiyo na utafsiriwa ni nini? Ni idadi yao kuwa wengi, au mifumo ya kuandaa walimu pia imewafanya wakose uthubutu wa kuona kwamba kile ambacho nakiongelea kwamba ni moja kati ya kada zilizopaswa kuwa na maslahi mapana kushindikana? Kitu gani kwa wanakosa? Nchi hii tunaishi chini ya udikteta wa kikoloni. Hata wakoloni walikuwa na nafuu. Unajua tofauti na wakoloni, walikuwa na tabia moja. Wakoloni wazungu hawakufanya jambo lolote nje ya taratibu na sheria walizojitungia. Kwa mfano, wakoloni walifanya vitu vibaya sana. Kuna wakati kulikuwa na biashara ya utumwa, lakini walitunga sheria ya kuhalalisha huo uovu. Hawakufanya nje ya sheria yao, wakisema sheria, ukikataa kununuliwa na kuuzwa umevunja sheria. Kwa hiyo wanakuchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Nchi yetu hii, sheria inaweza kusema Korumba ana haki na hiki kitabu na hii notebook, na mtu akaja kwa jina la mkuu wa mkoa akachukua hii haki yako bila kufuata sheria. Kwa kuna intimidation na vitisho vya hali ya juu sana. Na walimu wetu au jamii yetu kubwa inafikiri kwamba kwa mfano ukikubaliana na vitisho, labda hali inaweza ikabadilika. Ukijipendekeza, ukiogopa kusema ukweli, ukiogopa kudai haki, labda hao watu watatuonea huruma. Binadamu hayuko hivyo. Binadamu yoyote alivyoumbwa ni mtu ambaye tusipoweka utaratibu, sheria na kuzisimamia kwa nguvu, binadamu atavunja sheria. Leo kwa mfano Ulaya, watu hawali rushwa. Watu hawezi kuvunja sheria. Watu hawezi kufanya mambo yasiyokubalika kwenye jamii. Kwa nini? Sio kwa sababu wazungu ni watu special, lakini ni kwamba wameweka mifumo. Ukifanya hiyo makosa ukiwa kiongozi, utakutana na consequence ambazo zitafundisha watu wengine kwamba usije ukafanya hivi. Hapa mtu anaweza kufanya kosa alafu kesho, au muuaji kabisa, kesho akateuliwa akawa hata waziri, akarudishwa kwenye system, mtu ambaye anastahili kuwa gerezani. Kwa hiyo tuna jamii kwa mfano kinachowagharimu walimu. Hebu angalia kwa mfano chama cha walimu. Vyama vya wafanyakazi, ukiangalia hizi trade unions. Trade unions ukiangalia chimbuko lake ilikuwa ni kutetea maslahi ya wale ambao wanaowaongoza. Against nani? Against mwajiri. Kwa hiyo tangu zamani
Mwajiri anataka amtumie mtu kwa gharama ya chini apate faida zaidi. Na kwa maana hiyo leo tunazungumza kuhusu nini? Serikali ndio mwajiri. Chama cha walimu kinapaswa kusimama against serikali kutetea maslahi ya walimu. Lakini chama cha walimu unakuta rais wa chama cha walimu anapendekezwa na serikali ili akapambana na serikali. Huyo mtu anaweza kufanya hivyo? Katibu mkuu wa chama cha walimu kibaraka wa serikali. Unategemea huyo mtu katibu mkuu wa chama cha walimu ambaye anaingia kwenda kusukumana na serikali iwape walimu maslahi bora, huyo mtu anaweza kutetea walimu? Naibu katibu mkuu wa chama cha walimu, si nani, maafisa wote vibaraka wa serikali, au wengine wanachama wa CCM ambao wanaamini wako pale sio kwa sababu wana sifa na wanakubalika na walimu majority, wanaamini tuko hapa kwa sababu tumewekwa na serikali na wana maslahi makubwa sana. Brother, chama cha walimu Tanzania, wewe fikiria walimu wa nchi wanaweza kufika 200,000 na kitu. Ndio kada yenye watumishi wengi zaidi. Nchi na watumishi kama 500,000 na kitu. Walimu kama sio 250,000 wanaweza kuwa 300,000. Wote kila mwisho wa mwezi wanakatwa mishahara, wanakatwa mchango wa kuchangia chama cha walimu. Kwa ni chama ambacho kina mapato ya uhakika mabilioni kila mwezi. Katibu mkuu wa chama cha walimu anatumia VX, anaishi kwenye nyumba nzuri, ana bima na nini na anaamini mimi nimeletwa hapa na serikali. Sasa huyo mtu atawatetea walimu? Kwa walimu wetu wako kwenye matatizo, kwanza kwa sababu wengi hawajiamini, wengi hawaoni kwamba wamepata nafasi au wamepata hizo kazi kwa sifa. Pili, wale wanaotakiwa kuwasemea au kuwaleta pamoja wawe na nguvu ya pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Wale watu hawawaleti walimu pamoja, bali wanawasambaratisha. Kwa hiyo wako pale wanampinpoint kwamba wewe Korumba ni mwalimu wa shule ya msingi, ukisema tunanyanyaswa, wao badala wakulinde wewe useme hiyo, wanasema unajua mtu hapa kichomi ni Korumba. Kwa hiyo wanakuweka ili ushughulikiwe. Kwa hiyo katika mazingira hayo tumejenga taasisi, tumejenga walimu wana hofu, madaktari wana hofu, manesi wana hofu, askari wanalia wana hofu, lakini hawezi kusema. Kipi wafanye sasa katika namna ya kutumia demokrasia kujimarishia hasa kiuchumi ili kada zao zifike kule ambapo unahisi wanastahili? Cha kwanza ni kwenye nchi yoyote ya kidemokrasia, ukisoma katiba yetu, wananchi ndio msingi wa mamlaka, ibara ya 8. Ibara ya 8(2), wajibu wa serikali kwa wananchi ni ustawi kwa watu wake. Kama serikali imeshindwa kuleta ustawi kwa wananchi, inatakiwa serikali hiyo ifukuzwe madarakani na wananchi. Kwa hiyo kipi wafanye? Waungane na sisi, tuiondoe CCM, tuwabadilishie maslahi. Hii nchi ina rasilimali za kutosha, ina uchumi wa kutosha ukisimamiwa vizuri, wa kila mtu kuishi vizuri, wakiwemo walimu ambao ni kada muhimu na ni watu muhimu kwenye jamii. Kwa hiyo cha kufanya ni wao watumie wingi wao kuzungumza na watu huko vijijini wanakofundisha, waweke watu wengine watakao kuja kubadilisha maslahi yao. CCM wameshindwa, wameprove hivyo kwa miaka 61, hawana uwezo wa kubadilisha maslahi ya walimu. Kwa hiyo walimu waungane na sisi, tuiondoe CCM. Ni sehemu ya kwanza ya mahojiano haya ya The Big Interview na Mheshimiwa John Heche. Sehemu ya pili tutaanzia kwenye mchakato wake wa kutafuta nafasi ya kugombea kupitia ndani ya chama chake hadi kwenda bungeni na nondo alizokuwa anazipiga kule bungeni. Miongoni mwa wabunge wachache, hasa yeye alikuwa ni mbunge kinara, aliwahi kusema kwamba hakuna Tanzania ya viwanda. Mtu anachoma mahindi hapo, anachoma maandazi, unasema hicho ni kiwanda. Lakini pia alikataa, akasema kwamba hakuna serikali ya wanyonge, ikiwa bei ya kahawa imekuwa chini katika kipindi cha awamu ya 5 tofauti na awali kabla haijaingia.
tutaongea mengi sana yaliyotokea katika kipindi chake akiwa kama mbunge, lakini pia mchakato mzima uliomuingiza bungeni. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Le Babas. Usikose sehemu ya pili. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo computer application, ICT for beginners, PC maintenance, video production, graphics and design pamoja na CCTV camera. Kozi hizi zitaanza tarehe 11 mwezi wa 12 2023 kwa awamu ya kwanza na tarehe 8 mwezi wa kwanza 2024 kwa awamu ya pili. Pia mhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, business, hotel management na front office utaanza tarehe 18 Januari 2024. Kwa maelezo zaidi tupigie 0717816034 na 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.